Grace. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu katika Kristo, ninawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Namshukuru Mungu sana kwa kuniweka mahali hapa leo mbele zake na mbele zenu ili tujifunze neno hili ambalo natumaini litatujenga sote katika siku ya leo. Hakuna kitu kingine ambacho kitatupatia uzima isipokuwa ya maneno ya Mungu katika dunia ya sasa. Kwa hivyo ukiweka kiburi cha kusikia mambo ambayo ungelijifunza kufunua neno, dunia ndio itakufundisha mambo hayo, kwa kuwa umeshindwa kusikiliza yale ambayo Mungu amekutahadharisha nayo, amekuonya nayo. Utakuja kujifunza too late katika jehanamu ya moto. Utasema ningelijua, lakini kipindi chote ulikataa kujua kweli. Bwana Yesu asifiwe. Nataka leo tujifunze somo hili ambalo Wakristo wengi tunakuwa tuna mazoea na Mungu ambaye tumeamua kumwamini, kwa kuwa kila kitu ambacho tunaambiliwa na Mungu kwa sasa hivi, kwa kuwa tunaona ya kwamba tumeshajua wokovu maana yake nini, tumeshajua kuomba, tumeshakuwa wasomaji wa neno la Mungu. Kwa hiyo yote ambayo tunayafanya sasa hivi tunafanya kama wazoefu, hatufanyi tena kwa kuwa tunataka kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tulianza vizuri na Mwenyezi Mungu, Biblia inatuambia hivi kuhusiana na Sauli, mfalme wa Israeli ambaye alikuwa ni mfalme wa kwanza, ya kwamba alikuwa anajiona mdogo machoni pake mwenyewe, lakini alianza kubadilika. Mwenendo wake ulianza kubadilika, hali yake ilianza kubadilika mbele za Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuliko tena kuwa na muogopa Mungu, kuliko tena kuwa na mweka Mungu katika maisha yake ya kila siku, alianza kuogopa wanadamu. Kwa sababu kipindi ambacho Samueli anamfikia Sauli, Sauli anamwambia Samueli ya kwamba hata kama Mungu amenikataa kuwa mfalme, basi nipe heshima mbele za watu. Nenda pamoja nami kwenda kutoa dhabihu, ili kusudi watu wasione kama Mungu ashanikataa. Yaani ni mtu ambaye anakataliwa na Mungu, lakini katika hiyo situation bado anafikiria tu watu watasema nini. Haoni tena Mungu wake, hajali tena mbele za Mungu yukoje. Ni Mkristo ambaye anataka abaki na muonekano wa Kikristo, na huku hayana tena Mungu, hana tena moyo wa kumwabudu Mungu, ashajiachia kabisa. Hayuko tena karibu na Mungu. Na ndio Kristo tuliokuwa nao leo. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, mjengee Mungu madhabahu katika moyo wako. Maana yake mahali ambapo unamtolea Mungu ibada kila siku. Kwa kuwa tunaona ya kwamba huyu Mungu huyu ambaye kila siku tunamwabudu, kila siku tunamchezea, kinachokuwa kinakosekana katika ibada zetu ni moyo. Bwana anatuambia kwenye maandiko ya kwamba anawatafuta watu watakao muabudu katika roho na kweli. Yaani unaweza kaa huko ibadani katikati ya watu wengi kabisa, Mungu anakuja kukutafuta na kupati katika ile ibada, kwa kuwa moyo wako uko hapo, kwa kuwa ibada unaoifanya ipo katika roho na kweli. Anaweza kukutafuta katikati ya wanadamu wanaoishi, lakini hakupati tena kama mtu ambaye unahitaji msaada, hakuoni tena kama watu ambao wanamlilia, kwa kuwa haumwabudu tena katika roho na kweli. Tunaona katika Biblia, andiko ambalo nitapenda tuanze nalo ni andiko la kitabu cha Mwanzo. Namshukuru Mungu kuwepo tena hapa, ni muda mrefu sana sijui kwa nini sipendagi. Napendaga but najizuiaga sana kiukweli kuwepo hapa kwa YouTube. Lakini namshukuru Mungu katika siku ya leo. Naomba Mungu atufundishe, Roho wake Mtakatifu atutawale. Nasoma tafsiri hii ya neno kitabu cha Mwanzo sura yake ya 35 na mstari wake wa kwanza. Biblia inasema hivi: Mungu akamwambia Yakobo, panda uende Betheli, ukakae huko na ukamjengee Mungu wako madhabahu huko. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Yakobo, mahali ambapo utaenda kuishi, mjengee Mungu madhabahu hapo. Unajua maisha yetu sisi
Maisha mwanadamu yapo ndani ya moyo. Huko ndiko kuliko na uhai, huko ndiko unakoishi. Hapo ndipo ambapo Mungu anasema umjengee madhabahu. Mahali ambapo kila siku utakuwa na muabudu. Mahali ambapo uliamini neno la kwanza, lakini sasa hivi umeacha ibada katika roho na kweli. Kwa hiyo Mungu anakutafuta tena. Kwa hiyo unakosekana mbele za Mungu, haupatikani. Kwa kuwa moyo uko mbali. Madhabahu ya Mungu iko mbali na moyo wako. Neno la Mungu liko mbali. Haui tena mtu wa kumwabudu Mungu, wa kumlilia Mungu. Hata unapolisikia neno unalidharau. Ukiona mhubiri anahubiri maandiko ambayo wewe unayajua, unadharau neno lote tayari, unalikataa. Bwana anasema nilikupanda mzabibu mwema. Umegeukaje sasa hivi umekuwa mzabibu mwitu? Yaani umegeuka. Umeacha kweli. Umeacha upendo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atuhurumie sana. Neno hili ni kwa ajili yetu wa Kristo. Kwa nini tuonekane na watu? Kuna wimbo wa siku hizi ambao ndugu zangu wa Nyarugusu waliimba. Walisema, nitawimba mkibembe, nitasamea ikiwa ni Mswahili kidogo. Walisema, bo wacha bwaba mangae, bole bwa uimonae. Bo wacha bwaba mangae, bole bwa kukoko. Sanga mitema yabo, tayaikana na Yesu. Sanga mishinga yabo, tayaikana na ombe. Manake, imani ya watu wengi sasa hivi ni kwa sababu wanataka waonekane na wao ya kwamba wanamwabudu Mungu, wanamjua Mungu, lakini mioyo yao haifanani na mtu aliamini, haifanani na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi pia alisema, Mungu sio wa maonesho. Mungu hayupo ili kusudi watu wakujue kwamba una Mungu, hapana. Mungu yupo ili kusudi akujue wewe kama ni wa kwake. Kwa sababu maisha mwanadamu mbele za Mungu ni kama kitabu. Mungu akifunua chapter ya kwanza, akifunua ya pili, akifunua peji zote huko empty. Hakuna hata kimoja katika maisha yako ambacho Mungu anakiandika ambacho unakifanya kizuri mbele zake. Maisha yako yote ni kama kitabu kilichofungwa. Kikifunguliwa hivi kinanuka. Haujui kama wewe ni barua. Mungu anasema sisi ni barua yake. Sisi ni barua yani tunamwakilisha Mungu. Alipoandika kwa wino wake wa Roho Mtakatifu ya kwamba wewe utazaliwa mwanaume. Wewe utazaliwa mbembe, wewe utazaliwa mrundi. Utazaliwa hivi. Akakuinua, akakuleta akakuweka hapo ulipo leo. Lakini maisha yako yameoza. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu yangu, mrudie tena Mungu. Mjengee Mungu madhabahu katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Rudi ndugu yangu. Achana na wokovu wa maonesho. Haitakufaidisha chochote ikiwa wewe unajulikana wewe ni wa Mungu, lakini Mungu hakujui. Bwana Yesu asifiwe. Haitakufaidisha chochote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee na andiko letu. Mstari wake wa pili, Mwanzo 35, mstari wake wa pili. Biblia inasema hivi: baada kuambiliwa kwamba mahali unapoishi nijenge mimi madhabahu. Mstari wa pili, Bwana anamwambia Yakobo hivi. Hivyo Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake pamoja na wote waliokuwa naye, iondoeni miungu ya kigeni ile iliyo katikati yenu, jitakaseni mkabadilishe nguo zenu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mahali ambapo madhabahu ya Mungu ilihitajika kujengwa, palikutwa vitu vingine ambavyo ni vya sanamu. Mungu alitaka viondoe ili kusudi madhabahu yake ikae ndani yetu. Alitaka ondoe kiburi, alitaka ondoe majivuno. Lakini sisi mbona tunabaki na hivi vitu na tunasema tunamwabudu Mungu? Kumbe asili ya Mungu ni kuondoa kwanza vinyago, ni kuondoa kwanza Waamori wanaozunguruka mahali ambapo anataka watoto wake wakae wamwabudu. Ndio maana pia unakuta Mungu alianza kufukuza mataifa ya kigeni, watu wanaoabudu masanamu, ili kusudi mahali ambapo watoto wake watakwenda kuabudu kusiwe vitu vya vinyago, kusiwe masanamu. Ona, Bwana anamwambia hivi ya kwamba panda uende Betheli ukakae huko na ukamjengee Mungu madhabahu. Lakini hapa ambapo Mungu alitaka ajenge madhabahu yake, bado ni mtu wa machukizo, bado ni mtu wa kuchukia watu.
bado ni mnafiki, bado ni mbea. Yakobo anashauria watu wa nyumbani mwake, ondoeni kwanza vinyago, ondoeni kwanza chuki, ondoeni kwanza umbea, ondoa kwanza maasira yasiyokuwa na masababu, ondoa masengenyo, halafu sasa umjengee Mungu madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Umjengee Mungu madhabahu. Maana Mungu anatuambia hivi kwenye maandiko matakatifu, pandeni milimani mkanijengee mimi nyumba, nami nitaifurahia. Kwa hiyo utaondoaje mambo haya ya kinyago? Utaondoaje ndani yako? Sanamu utaziondoaje? Ni kupanda milimani, kushuka katika magoti, kumwambia Mungu, nataka nijenge, lakini nitajengaje? Maana tazama mambo yanayonizunguruka, mambo yanayotawala moyo wangu. Bado nachukia bila sababu, bado nakasirika bila sababu, bado sijui kuliishi neno lako. Ondoa kwanza vinyago, alafu Mungu ataishi ndani yako, atatawala. Haleluya. Oh la trama se mara matera mandara maseka. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ondoa hivyo vinyago ndani yako. Kwa sababu asante Bwana. Nawaambiaga watu hivi, chochote ambacho unakiacha kibaki katika moyo wako, kitakufanya ubaki hapa duniani. Kitakuzuia usinyakuliwe kwa kuli kiacha kibaki ndani yako. Maana haya ndiyo ambao mambo yanamzuia mwanadamu, yale yanayobaki katika moyo wake. Moyo usipoelewana na Mungu, maisha yako yote yameharibika. Hata kama kweli unajistiri, hata kama kweli unavaa vizuri, hata kama kweli unajulikana kama mwimbaji, lakini moyo wako hauna maelewano na Mungu, utakuwa ni mtu tu wa mauzuni, unajijua jinsi ulivyo, lakini unaonekana Mkristo. Mbele za macho ya Mungu anakuona, anakuonea huruma. Utaendelea kujificha hadi lini? Na wakati mimi Mungu ninajua yaliyoko moyoni mwako, utajificha hadi? Kwa nini unajionesha kwa wanadamu ambao hawawezi wakakusaidia na lolote lile? Unapokuaga peke yako chumbani, ni mimi Mungu ambaye nakuonaga, nakuja kukusaidia, nakuja kukupa faraja. Unasemaga Mungu niko wapi? Mungu uko wapi? Mungu anakuja na kuonekania. Lakini ukifika mbele za watu unageuka kuwa mzabibu mwitu. Unafanya ibada za maonyesho, unajionesha eti na wewe ni fulani. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ni huruma. Bwana asifiwe. Ni huruma kubwa sana. Kwa kuwa kati yetu hakuna Yesu kumwaga katika mambo yake. Kila mtu anakuaga na juhudi katika mambo yake mwenyewe, lakini kwenye mambo ya Mungu tunajisukuma, tunakuwa kama watu wanaolazimishwa. Na wakati Mungu anataka tu tumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee na andiko letu. Tusome Mwanzo mwanaombe. Tusome samani. Tusome Nyakati wa Pili. Haleluya. Tusome Nyakati wa Pili. Haleluya. Nyakati wa Pili sura ya 20. Tunaanzia mstari wake wa 5. Tutaishia hadi 8 hadi 9. Mungu anasema hivi: kisha Yehoshafati akasimama katika kusanyiko la Yuda na Yerusalemu katika hekalu la Bwana mbele ya ua mpya, akasema, Bwana Mungu wa baba zetu, si wewe uliye Mungu mbinguni? Si wewe ndiwe watawalaye wafalme wote wa mataifa? Uweza na nguvu viko mikononi mwako, wala hakuna yoyote awezaye kushindana nawe. Je, si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli, ukawapa wazao wa Abrahamu rafiki yako hata milele? Wameishi ndani yake, humo wamekujengea mahali patakatifu. Yaani Mungu alipofukuza mataifa hayo, aliweka kitu ndani ya watumishi wake, wamjengee mahali patakatifu. Sasa sikia, haleluya,
wamekujengea mahali patakatifu kwa ajili ya jina lako, wakisema, kwa maafa yakitujia, ikiwa ni upanga, hukumu, tauni au njaa, tutasimama mbele zako, mbele ya hekalu hili ambalo linaitwa kwa jina lako, na kukuita katika shida yetu, na utatusikia na kutuokoa. Kwa hiyo kwa kuisha jenga madhabahu humu, ukishamuita Mungu kipindi chako ambacho magumu yanakujia humu ndani ya moyo, Mungu atakusikia na kukuokoa, kwa kuwa anaishi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Tujitazame ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muangalie Yehoshafati, mfalme ambaye vita vinamjia. Anasema aende wapi? Hapana. Anakumbuka kuna Mungu niliyemwekaga ndani ya moyo wangu. Kuna Mungu niliyemwamini. Yupo Mungu ambaye ulimwamini ndugu yangu. Huyo Mungu yupo, lakini kama ukumwekaga katika moyo wako, utamtoa wapi? Itabidi tena urudi kwenye mafundisho ya kwanza, Injili, maziwa, maana hujaamini. Haujaamini. Maana hujawahi kumweka katika moyo wako. Lakini laiti ungelijenga madhabahu. Yerusalemu, Yerusalemu. Laiti ungelijua yapasayo amani. Lakini yamefichwa mbele kwa sababu ya kiburi tu. Maandiko haya yanafichwa. Usielewe ya kwamba huu ndo wakati wa kuanza kujenga. Panda milimani, shuka katika magoti. Mwambie Mungu, ondoa Waamori, ondoa kiu yote ya kuishi humu duniani, ondoa roho za mitandao, ondoa roho za kusengenya, ondoa. Haleluya. Ondoa. Watu wanaotaka kukuzuia waambie hapana. Nahitaji kumjengea Mungu madhabahu. Na sisi sote, usidanganyike, sisi sote bado tunajenga. Bado tunajenga kila siku, tunajitahidi tujenge. Tunajitahidi tupande milimani. Maana kupanda hiyo milima ni vigumu. Ili Mungu kusudi apate kutuongoza katika kila jambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia mwanzo, ukiweka kiburi cha kutokusikiliza mambo ambayo ungelifundishwa kwa ufunuo wa neno la Mungu, dunia ndio itakuja kukufunza mambo hayo, na itakwisha kuwa too late. Itakwisha kuwa too late. Ilikuwa too late kwa ndugu mmoja katika Biblia, ambayo kama hujawahi kusoma maandiko matakatifu, kulikuwa na story ya Lazaro na tajiri. Sasa huyo tajiri ambaye alikwenda jehanamu, kuzimu, alianza kujuta, lakini muda ulikwisha pita. Wakati ambao aliwekewa ulikuwa ushapita. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kuna andiko, kuna Biblia yangu hapa. Wakati aliowekea, nitachukua ile Biblia hii, tafsiri siipendi kwenye ile andiko ambalo nishalipata kichwani. Haleluya. Wakati ambao aliwekea aliwacha upite. Kwa sababu imagine, we go to hell because of our sins. That's why hell is forever, because it takes you forever to pay for your sins. You will never, hautamalizaga kuzilipia dhambi zako. Ngoja nifungue ile andiko. Bwana sifiwe. Samahani kidogo. Samahani. Sijui kama ni tafsiri gani, lakini matafsiri sijuagi. Hii najua ni ya neno kwa sababu inasema hapo neno. Bwana sifiwe. Sijui kama ni habari njema, kama ni nini. Tusome hapa. Yeremia. Na nafikiri hizi ni habari za Farao. Yeremia, Mungu wangu. Sikia. Yeremia 46. Mungu leo ameniwezesha kuhubiri somo. Mungu nakushukuru sana. Inaonekana unataka watu wako wasikie somo hili. Nakushukuru Baba. Naomba utawale katika maneno haya. Asiwe mimi bali awe ni wewe Roho Mtakatifu. Tujenge sote, na mimi pia nikiwemo, katika jina la Yesu. Na kuomba tawala Baba. Maneno haya ulisema ya kwamba kama jinsi mvua haidondoki hapa chini
bila sababu, kadhalika neno lako alishuki bila sababu. Linajenga, linaokoa na linaponya katika jina la Yesu. Haleluya. Yeremia 46 mstari wake wa 17, andiko linasema, wakalia huko Farao mfalme wa Misri ni kishindo tu, muda alioandikiwa ameuacha upite. Bwana Yesu, unaweza ni mochimba. Wakalia huko Farao mfalme wa Misri, kishindo ni kishindo tu, muda alioandikiwa ameuacha upite. Yaani kila mwanadamu ameandikiwa muda mbele za Mungu, lakini kama Mungu anaongea bado na wewe, ina maana haijakuwa too late. Inuka kama umeanguka katika imani. Inuka. Na wenda ushagasikia sana maneno ya kukutia moyo. Utasema hayo ni maneno ya kutia tu moyo, lakini hata Petro alimkosea Mungu. Kwanza asante Mungu kwa kunikumbusha kauli. Petro naye alimkoseaga Mungu, lakini tunaona kwenye Biblia kuna mtu aliitwa Akani. Yeye alificha dhambi yake, alificha makosa yake. Petro tunaona alilia mbele za Mungu, alitubu. Kwa hiyo Petro alimkosea, ndio maana Biblia inasema mwenye yake anaweza akaanguka hata mara 7, lakini kwa kuwa yeye hafichi, anaamua kumwambia Mungu. Maana utakuwa mkosaji tu, wewe ni mkosaji mbele za Mungu. Mungu alijua sisi tumejaa makosa, ndio maana ameleta Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ukianguka na Mungu anasema na wewe, neno hili tu ndio linaweza kukuinua tena. Hakuna chingine. Ni neno litakaloingia ndani ya moyo wako, linalosema huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu huleta toba ambao ni wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Labda neno hili lilikuwa kwa ajili yako leo, na lipo kwa ajili yako. Sikukuwa napanga kuhubiri leo whatsoever. Imagine nilijaribu kuhubiri jana usiku mida saa 7 saa 8, lakini nilikaa hapa najaribu kutoa maneno. Niko na rekodi kusimu by the way. Najaribu kutoa maneno, nasema sielewi chochote ninachokifanya, lakini nimefika tu hapa, nimemwalika tu Bwana. Haleluya. Nilikuwa napanga nisome zangu Biblia, nilijua Bwana nisamee sana, maana nilikuwa nasema ya kwamba niache kusoma Biblia niende pale kuhubiri. Maana yatatokea tu kama ya jana, nitashindwa, nitakosa hata maneno, lakini nikasema nitajaribu mara 2 mara 3, ikikataa basi narudia zangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tazama, kama umeanguka na Mungu bado anasema na wewe, Mungu anasema hivi, yako matumaini ya mti ambao umekatwa unaweza bado ukachipuka tena. Hata kama machipukizi yake yote yamechakaa mchangani, na shina lake, yani kianzisho cha huo mti, shina lake lote limechakaa katika udongo, lakini kwa kuwa Yesu anasema kwamba ukisikia na ukaamini, vijito vya maji yaliyo hai vitabubujika ndani yako. Kwa harufu ya maji, huo mti utaanza kuchipuka tena. Kwa kuwa mwenye haki naye anaangukaga hata mara 7, lakini akainuka tena. Ndo nguvu ya toba kumuinua mwanadamu. Hakuna kitu chingine ambacho kinamuinuaga mwanadamu isipokuwa toba. Hakuna. Sio maombi sana. Kama ni kuomba, wa Danieli walikuwa naomba kutuzidi. Atupate kibali mbele za Mungu, kwa sababu eti unajua hata kujua kupangilia huu maneno haikwagi hivyo. Eti unahubiri sawa ndio maana hapana. Hapana. Wa Danieli nao walikuwa naomba sana mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini kinachotupatia kibali sisi sote ni kwa sababu Yesu amekufa kwa ajili yetu. Anatuambia kwamba tubuni. Sasa hivi tunatubu. Toba inatuinua. Tunafika kwenye msalaba wa Yesu, tunalia, dhambi zetu tunaziungama, Mungu nisamee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inuka tena.
Kwa sababu Biblia ikikwambia inuka, mtu ambaye yuko chini ndo anainuka. Nikiwa juu hapa hivi nitainuka, nitaruka hivi. Ndo kuinuka huko? Hapana. Kuinuka ni mtu aliyengoja nikae chini. Kuinuka ni mtu ambaye yuko huko chini. Anainuka hivi. Inuka. Inuka hivi ndo kuinuka hivi. Haleluya. Inuka huko chini. Inuka. Kinachokuinua ni toba, neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza ndio maana Mungu anasema uko shimoni, maana aliye shimoni ndiye anainuka. Kwa hiyo Mungu uko shimoni, analituma neno lake aje kukuinua, uondoke katika dhambi, uinuke tena, maana wewe ni mtakatifu wa Mungu. Alikujua tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Haleluya. Inuka ndugu yangu. Mjengee Mungu madhabahu. Huu ni wakati wa kujenga. Tuone alichokisema Nehemia kipindi ambacho Sanbalati pamoja na Tobia Mwamoni walipokuja na mashtaka, wanamwandikia barua mfalme Ahasuero ya kwamba kuna Wayahudi huko wanajenga. Kuna Wayahudi wanamjengea Mungu huko. Wanamsimamishia Mungu madhabahu. Wanamjengea Mungu nyumba huko Yerusalemu. Sikia ambacho Nehemia aliwaambia. Maana alitaka kuja kwa unafiki ngoja tukusaidie kujenga. Lakini kumbe ni wanafiki. Hawana kusudi njema na wewe, wanataka tu wakuharibie muda wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nisaidie nipate saili andiko. Ila Nehemia aliwajibia watu hivi ya kwamba siwezi nikashuka nikajishughulisha na haya mambo yenu ambayo nyinyi mnajishughulisha nayo ya mamuvi, ya umbea, ya kuongeongea siku nzima. Kwa kuwa huku najenga, nafanya kazi iliyo nzuri, namjengea Mungu, nataka Mungu akae Yerusalemu. Mungu akae hapa ndani ya moyo wangu. Haleluya. Mungu akae hapa ndani ya moyo wangu. Haleluya. Mungu akae ndani ya moyo wako. Tachana alisema hili neno. Unaweza kaona kwamba ubiri anahubiri neno lile lile, lakini unaweza kaona ni somo la title ile ile, lakini likawa na ufunuo tofauti wa neno. Kwa hiyo nitasema hivi tena. Ukitaka grace ya kupata Mungu, soma maandiko, yatakupeleka kwenye magoti. Haleluya. Japokuwa inawezekana vigumu kuomba. Ndio Yesu anasema bisheni nanyi mtafunguliwa. Unaweza kufika kwenye grace uliopewa nyumbani kwetu, naweza nikakupa grace na kuandikia grace hapo. Ukafika lakini ukashindwa kugonga, ukasikia aibu. Maandiko yanasema wengine waliona aibu kutumia talanta zao. Walisikia aibu wakazivicha. Kwa hiyo ukashindwa kugonga kwa sababu ya ugumu, ukashindwa kugonga kwa sababu ya dhambi zako, unajificha, unaona uwezo ukasamehewa. Lakini ni neno tena. Kwa kuwa hakuna je kwa baba isipokuwa amevutwa. Hiyo grace kama imekuleta, maandiko kama amekusukuma kwamba mlilie tena Mungu toba. Hakika hata kama ni vigumu, ina maana wewe kuja tu kwenye magoti tayari ni sign ya kwamba Mungu anataka utubu. Hauwezi ukajua hata kama video hii kuifinya tu, tayari ni Mungu anataka utubu. Kwa hiyo yawezekana somo ni fupi, lakini Bwana abarikiwe. Pia nilikuwa napenda nihubiri somo mbili. Kwa hiyo na maliza somo hili, nataka nihubiri lingine. Hilo likikataa naachana nalo. Haleluya. Naachana, lakini Bwana atusaidie. Amen. Namshukuru Mungu katika yote. Bwana wabariki kupitia somo hili ndugu zangu. Tuzidi kuombeana sana. Tuzidi kuombeana. Utakuwa ni moyo gani? Kwa mfano, wewe ndio unataka tu ingie mbinguni. Kwanza mtu wa moyo hawezi akaingia mbinguni. Unataka tu mimi peke yangu ndio niingie mbinguni. Hapana, tuombeane. Ombea wengine. Kwani unataka mbinguni wewe peke yako? Mbingu wakuachie peke yako, utafanya taka wengine pia waingie. Malaika wanashangilia wanapotuona sisi hao wanakuja huku, wanashangilia. Tuwe kama malaika. Maana Biblia inasema kwamba mbinguni tutakuwa kama malaika. Tutakuwa kama watoto wadogo. Hakuna vya kuoa mbinguni, hakuna vya kuolewa. Haleluya. Kwa hiyo Bwana tubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.